Tunaiharibu dunia yetu. Tunajionea wazi athari za matendo yetu wenyewe na mabadiliko ya tabia nchi yanavyotukabili. Ni muda sasa wa kulifanyia kazi janga hili. Naitwa Hamid Abdul Basat, ni rafiki na mtaalamu wa sayansi ya mazingira. We're joined now by Hamid Abdul Basat. I'm speaking on behalf of the Global Youth Biodiversity Network. Binafsi sipendelei kujadili matatizo ya hali ya hewa pamoja na changamoto zinazokumba mazingira yetu katika ofisi na vyumba vya mikutano pekee. Kutunza mazingira yanakupa reward. Tuko tunafuatilia hata ndege walio hatarini kutoweka duniani. Kupitia Sauti ya Kijani na kutana na watu mbalimbali, kujua changamoto ambazo wanakumbana nazo. Legeza kidogo. Kazi pia sio ndogo. Jiunge nami tupate mafunzo katika Sauti ya Kijani. Karibu katika Sauti ya Kijani, kipindi ambacho kinatuhabarisha, kinatufundisha kuhusiana na masuala mbalimbali ya uhifadhi na utunzaji wa mazingira. Leo hii tutawazungumzia nyuki, viumbe vidogo kabisa lakini vina mchango mkubwa sana katika mfumo wa ekolojia. Nimeitikia mwaliko kutoka kijiji cha nyuki, na leo hii utasikia kutoka kwa Bwana Philemon kuhusiana na masuala ya ufugaji wa nyuki wakati nikienda kubadili mavazi haya. Ndani ya kijiji cha nyuki, sisi ni soko, sisi ni shule, sisi ni kiwanda na sisi ni utalii katika eneo hili. Watu ambao naitwa Philemon Josephat Kiemi, ni mwanzilishi, mmiliki na mkurugenzi mtendaji wa kijiji cha Nyuki Company Limited. Ni mfugaji nyuki mwanasayansi ambao nimechukua jitihada za mababu zetu na kuzifanya kisayansi zaidi. Napenda kuwafundisha watu wengine masuala ya ufugaji nyuki kwa sababu yanawasaidia kujikimu kimaisha. Tunafuga nyuki wa aina mbili, nyuki wadogo na nyuki wakubwa. Mizinga ni 31,760 katika mashamba 21. Hakuna hata dakika 5 zinapita sifikirii nyuki. Napenda vijana wa Tanzania waelewe kwamba msitu ni ofisi. Wanatakiwa kuingia na waanze kufanyia kazi. Ninapokuwa na misongo ya mawazo, ninaenda kwenye mzinga na napata ile raha na naondokana na ile misongo ya mawazo. Asante sana kwa kunikaribisha kaka Philemon. Nashukuru sana. Naam, kama unavyojionea jamani, tupo katika magwanda siku hii ya leo, tunajikinga na hawa nyuki. Ila kidogo nahakikishie mtaalamu mtakuwa na usalama gani siku ya leo? Kwanza kabisa unapokuwa kwenye mzinga, usiwaze kama watakung'ata. Sawa. Na kitu cha pili, ulivyovaa mavazi, maana yake ni kwamba nyuki watakuwa wanakuzunguka na wewe unaona. Na hivi ndivyo tunavyokuwa rafiki wa nyuki. Sawa. Maana yake hapa tunaweza kuwajua zaidi wao wanafanyaga nini kwenye mzinga wao. Ni kweli. Jamani, nimehakikishiwa usalama wangu kwa namna fulani. Naam kaka Philemon, tupo na huu mzinga hapa. Naweza kidogo nikapata mawili matatu kuhusiana na huu mzinga wetu. Huu huwa tunaweza kuvuna mazao 7 ya nyuki. Lakini sasa naona kuna moshi unapulizwa, naona kuna draw na kadhalika. Naweza kidogo nikapata mawili matatu. Hapa tunavyopuliza moshi namna hii, ni tunavunja mawasiliano kati ya malkia na nyuki wengine. Ili wasiweze kuwa katika hali ya kawaida. Lakini hii hapa bee pollen unayoiona hapa. Ndio. Hii bee pollen ni chakula cha kila siku cha nyuki. Kwa hiyo hii ni chanzo kizuri cha lishe na ni mlo kamili. Kwa maana hiyo wakienda kutembelea maua fulani wanakuja na kiasi fulani cha pollen katika miguu yao. Alafu wanapokuwa wanaingia tunawakaba. Sawa. Kwa tunafungua mzinga wetu. Piga smoker huko. Naam, kama unavyojiona jamani, tunazidi kuona kilichomo ndani ya huu mzinga. Hapa maana yake tunaweza kunyanyua hii. Naam. Unaona? Naam. Tunaweza kunyanyua hii. Nice. Jamani, mnajionea? Shika. Naam. Hizi
Hizi ni new combs. Kwa maana gani kwa Kiswahili? Masega mapya ambaye nyuki walikuwa wanajaribu kutaga. Na hapa ndani kabisa kwenye hexagon moja, kwenye hii pembe sita moja, kuna yai la ndani, kuna yai la nyuki linaonekana. Yai kama kamshale hivi. Unazungumzia hayo katika ngazi ya ukuaji ya udogo kabisa walipotokea. Huyu ni mdudu, kwa hiyo anafuata zile hatua 4 za ukuaji. Ikiwemo lava. Kwenye yai, lava, pupa na hadi kuwa mkubwa zaidi. Sawa. Kwa hiyo nyuki tunaona kama hapa wamekuwa marafiki zetu. Ni kweli. Na hawa walioning'inia hapa chini hasa kwa nini huwa wameshikilia kitu gani? Hawa wamening'inia kwa sababu wanajaribu kujiprotect. Tunaweza kuwashika tu kama hivi. Sawa. Kazi ya malkia katika hawa nyuki ni nini hasa? Malkia ndio kiongozi wa kundi. Malkia ndio mtagaji wa mayai pekee kwenye mzinga. Ndio anayetaga mayai. Anapanga shughuli zote za kwenye mzinga. Kwenye asali, unaona asali imeanza kuwekwa na hapa imekuwa nyeusi zaidi. Hapa anajionea, umeniambia asali imetagwa, lakini asali hii tunaitwaje hapa ili watu waiweze kuipata? Tunapovuna, tunachukua hili sega. Hili. Naam. Kulipeleka shamba. Kwa hiyo kule tunaenda kupress kama hapa tunavyoweza kupress namna hii. Nadhani mnajionea jamani. Asali inateremka. Tunabonyeza. Kwa hiyo asali inateremka hapa. Kwa hiyo tunaenda kupress. Jamani mnajionea asali inapotoka jamani. Tungekuwa hatujavaa hii hapa. Tungeionja. Nyuki mimi nawapenda kwa sababu kwanza nyuki ni biashara endelevu. Halafu pia inaunganisha nature. Ule uasilia, lakini pia inatunza mazingira. Kwa sababu angalia mtu anayekata miti 4 anatengeneza mkaa, anaenda kuuza gunia 20,000. Na mimi ambaye natega hapa nyuki, silimi, sichafui nyasi wala sifanyi nini, lakini napata yale mapato ambayo bila kuharibu ardhi, bila kukata miti. Ukitunza mazingira yanakupa reward. Mtaalamu, hakika nimejifunza mengi sana. Basi tuache nyuki katika amani, kisha tukaendelea na mazungumzo yetu kwengineko. Asante sana. Nashukuru sana. Mtaalamu Philemon, tunafahamu bila shaka duniani idadi ya nyuki imepungua kwa kiasi kikubwa sana. Ni nini ushauri wako kwenye hii changamoto? Ushauri wangu ni kwamba watu wapatiwe mafunzo ya ufugaji wa nyuki ya kibiashara ambao hauathiri mazingira, lakini pia wafundishwe jinsi ya kuwazalisha nyuki wao wengi zaidi. Kwa zoezi ile la uzalishaji wa malkia na makundi ya nyuki. Kwa sababu makundi yakiwa mengi ndio tutazalisha mazao mengi zaidi. Lakini wale wakulima wapunguze matumizi ya madawa chemical ambazo zinaathiri ufugaji wa nyuki. Dunia bila nyuki itakuwaje? Dunia bila nyuki itachukua miaka 4 tu akapata kuwa na kitu chochote kingine. Kwa sababu nyuki anafanya uchavushaji kwa 85% ukilinganisha na wachavushaji wengine kama vipepeo na nini. Kwa maana hiyo nyuki wakipotea mwaka huu, mwaka ujao hapata kuwa na continuation, hapata kuwa na mwendelezo wa kizazi wa baadhi ya jamii ambazo ni wanyama na hawa miti. Kwa hiyo kwa ujumla nyuki ndio wanaoifanya dunia kuwa hai. Maono yako ni yapi hasa katika ufugaji wa nyuki? Kwanza ni kuwa mfugaji mkubwa duniani, kwa sababu ukiweza kumiliki nyuki 1.2 million au milioni 1.2, maana yake wewe ndio utakuwa mchavushaji mkubwa ulimwenguni na ndio mfugaji mkubwa ulimwenguni, na sisi hapa ni rahisi sana kuongoza ulimwenguni. Naam, mtaalamu Philemon, hakika nakushukuru sana. Hii ni shule tosha kwangu. Karibu sana. Asante sana. Asante sana. Na mpenzi mtazamaji wa Sauti ya Kijani, hiki ndio kijiji cha nyuki. Tumejifunza mengi sana kuhusiana na ufugaji wa nyuki ambao ni rafiki na mazingira. Natumai tutakuwa tunamkumbuka Bwana Sale wa kijijini Sasilo, yule ambaye mizinga yake ya nyuki ilikutwa na majanga. Tukajifunza zaidi kutoka kwake. Nataka nijifunze zaidi kuhusiana na shughuli za ufugaji nyuki katika kijiji hiki. Sale Hatibu ni mfugaji wa nyuki kwa zaidi ya miaka 30. Yeye ni mtaalamu maarufu zaidi wa nyuki kijijini Sasilo. Amefundisha wanakijiji wengi kuhusiana na dunia ya ufugaji nyuki. Leo ameniita hapa niweze kumsaidia ufungaji wa mzinga mpya. Ninayo furaha kubwa kushirikiana naye katika hili, lakini pia kuijua zaidi safari yake ya ufugaji nyuki.
Kwenye kikao hapa cha kamati ya mazingira tuliyoshiriki, tuligusia kidogo ule msitu ambao ulichomwa pamoja na mizinga yako kuathiriwa. Hebu kidogo nipe 2-3 kuhusiana na ule msitu ulichomwa. Baada ya kuchomwa kweli nilikuwa na mizinga yangu kama 40 ikaungua. Pole sana. Asante sana. Ilivyoungua iliyobaki mingine ndio hii unaona nimeileta huku sasa. Tunaiona hapa kwenye uwanja wa Saleh, lakini pia katika eneo zima. Tangu akumbwe na janga la kupotea kwa mizinga yake, ndipo alipoanza kuitundika kwenye mashamba yake binafsi. Leo ana mizinga 150 ya nyuki walioenea katika mashamba yake na msitu wake mpya alionunua. Turudi kazini. Ili kuvutia nyuki, tunapaka nta kwenye kuta za mzinga. Kitu gani hasa kilikufanya uendelee kuwepo kwenye hii sekta ya nyuki? Hii sekta ya nyuki mimi nimeipenda sana, kuzalisha, kupata asali, kuweza kuuza na kusomesha watoto. Na bado ikaendelea kubakiza na bado inatarajia kubaki zaidi. Natarajia kubaki kabisa kufanya shughuli zangu hizi kwa sababu tayari zinanipa kipato. Bila shaka. Tunasafisha mzinga na kuurudisha kama ulivyokuwa awali. Tunaizungushia na waya, halafu tunafunga vizuri. Bila shaka si mara ya kwanza Bwana Saleh kufanya kazi hii, lakini tajitahidi kadri ya uwezo wangu kumsaidia. Kinachofuata inabidi tuuning'inize mzinga huu kwenye tawi hili. Saleh ananiambia ya kuwa hii nanga ndiyo itakayokuwa inashikilia mzinga huu kwenye mti. Kwa hiyo baada hapa tunatakiwa tupandishe mzinga wetu inatakiwa hapa sasa hivi tutaubeba huu mzinga kupeleka sehemu ambayo tunataka kuupakia. Alafu mimi nitachukua hii kamba, nitapanda nayo juu, nitakushushia hii kamba, wewe utanifungia hapo, pia tunavuta juu. Mzinga utakuwa umepanda. Mimi ndo nitakayekuwa navuta hii juu. Tunaendelea kazi ya kupandisha mzinga wetu. Na kazi pia sio ndogo. Jamani, kama mnavyoona tumefanikisha kupandisha mzinga wetu. Na mzee. Ndio. Pole sana. Asante sana. Lakini bwana mzee Saleh, naomba nikushukuru sana kwa ushirikiano wako. Nimejifunza mengi sana kuhusu nyuki. Na bila shaka nimefurahi pia kuenjoy kupandisha huu mzinga. Ndio. Hakika ni katika uzoefu pia na mimi nimejifunza jambo. Sawa sana. Mimi nashukuru kwa ujio wako. Asante sana kwa kweli. Na mpenzi mtazamaji wa Sauti ya Kijani, natumai utakuwa umejifunza mengi sana kuhusiana na ufugaji wa nyuki pamoja na faida zake. Ila pia nikukumbusha kwamba kipindi kijacho cha Sauti ya Kijani kitakuwa ni cha mwisho. Basi nakuomba sana usikose. Hakika kuna mengi sana ya kujifunza. Asante sana.